kuna muda lazima tuongee, itutoke, ili mioyo yetu itulie tukiwa mashabiki, kwa sababu tunaumia ni sisi mashabiki. Nataka nikwambieni kitu kimoja, mashabiki wa Simba na Yanga lazima tuzungumze ukweli na viongozi wa yakubali haya. Hawa wachezaji wageni ambao tunawachukua wakiwa huko katika timu zao wanacheza vizuri, ila wakishafika hapa kwetu Tanzania jinsi wanavyocheza wanajua wenyewe. Na haya nilimuona kiongozi mmoja Aspo, Mungu amlaze mahali pema peponi huko yule baba, kwa sababu alikuwa kama anachokifanya engineer hichi ndicho alichokuwa anakifanya yeye katika klabu bora kabisa hapa nchini, klabu ya Simba. Alikuwa anawafuata wachezaji na kuwakemea kwenye matatizo na kuwasia na wasia, aliwabembeleza kama watoto, na waliweza kufanya kitu vizuri kabisa, na waliweza kucheza vizuri sana katika gemu zao, na waliweza kufanikisha. Mara nyingi sana Simba ilikuwa inafanya vizuri kutokana na huyu mzee alikuwepo yuko hai. Sasa sijui kosa lilikuwepo liko wapi hapa, kati ya mashabiki ama wachezaji ama viongozi hapa. Paka leo hii najiuliza tatizo liko wapi, kama makocha washafukuzwa wengi sana. Sasa haya yote tuachane mzaa, tuzungumzie kuhusiana na gemu ambazo zinazokuja hizi. Tunaomba mashabiki wa Yanga pamoja na Simba tuungane kwa pamoja, tulete uzalendo, tujitokeze kwa wingi ili timu zetu zipate kushinda. Lakini hawa wengine wakiwa kwamba wao wanafurahia wenzao wakifungwa, au wengine naye wanafurahia wao wakishinda, ili kitu tukileta kikikuwa sio vizuri. Mimi nasemea tu, lakini najua kabisa mashabiki wa Yanga na Simba kuungana inakuwa shida. Kila mmoja hapa unakuta shabiki wa Yanga na utizama sana mpira wa Simba kuliko hata wa kwake, na unamkuta shabiki wa Simba anatazama mpira kuliko hata wa kwake. Nataka niwaambie mashabiki nyinyi, hizi timu zetu zinacheza na timu ngumu sana, tuwape support. Saluti sana hapo wanangu.